habari njema aliyoisikia mama hapa ndio habari njema ambaye ameisikia baba hapa. Amen. Hello? Amen. Hello? Amen. Hello? Amen. Hello? Amen. Mgeukie jirani yako, mgeukie jirani yako, mgeukie jirani yako, muangalie. Mwambie habari njema uliyoisikia wewe. Yes. Mwambie habari njema uliyoisikia wewe. Ndio hiyo nimeisikia na mimi. Ndio hiyo nimeisikia na mimi. Tofauti yake haijakuletea faida. Mimi imeniletea faida kwa sababu nimechanganya na imani. Haupigi makofi. Amen. Amen. You guys, mna shida gani? Yes. Kwa hiyo mwandishi aliandika kitabu cha Biblia anajaribu kuelezea. Anasema taarifa mlioisikia, habari njema mlioisikia, na ndio ile tumeisikia na sisi. Yes. The same. Ndio. Sawa. Darasani nini fundisho lile mwalimu analofundisha ni lile moja, lakini kuna mmoja anafaulu mwingine anafeli. Ndio. Ndio. Wait. Kuna mmoja anafaulu mwingine anafanyaje? Anafeli. Ndio. Anafeli. Kwa hiyo mwandishi anazungumza, anasema kwa habari ya habari njema. Kuna makundi mawili. Kuna watu wamesikia habari njema alafu ikawafaidia, lakini wengine haijawafaidia. Ndio. Sijui wewe uko wapi hapo? Hapo. Sijui wewe uko wapi hapo? Lakini mwandishi anajaribu kuelezea. Kuna watu wamesikia habari njema. Yes. Sawa? Neno hili ambalo linatolewa hapa. Hili ambalo linatolewa hapa. Lakini kuna few of them, baadhi yao wataondoka na kitu alafu watakuwa transformed. Amen. Watabadilishwa. Amen. Lakini wewe utaendelea kubaki hivyo hivyo. Maandiko yanasemaje? Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa lile neno nilowaambia. Kwa maana yake some of us tunapokaa mahali hapa neno linavyohubiriwa, tunaamini kwamba hilo neno linapotoka maisha yetu yanabadilishwa. Yesu alizungumza, alisema ninyi mmekwisha kuwa safi kwa lile neno nilowaambia. Sio, kuna mtu ananielewa? Amen. Mtu anaelewa vizuri. Mgeukie mzako, mwambie unamuelewa mtumishi. Amen. Mwambie unamuelewa mtumishi. Amen. Kwa hiyo mwandishi anazungumza, anawaambia watu habari njema ambayo ninyi mmeisikia na sisi tumeisikia. Ndio. Lakini tofauti yake mimi imeniletea faida. Amen. Ila wewe haijakuletea faida. Yes. Mimi nimefaulu, wewe umefeli. Ndio. Umefeli. Lakini it is the same good news. Yes. Ni taarifa ile. Ni habari ile njema. Yes. Ile ambayo wewe umeisikia na mimi nimeisikia. Amen. Ameisikia mama hapa, ameisikia na baba hapa. Ndio. Lakini mmoja imemletea faida. Yes. Mwingine hajamletea faida. Yes. Kwa nini? Kwa sababu amechanganya na imani yake. Amechanganya na imani yake. Ndio. Na waambieni ukweli. Mtu anakuambia uamini, lakini kuamini sio kitu rahisi. Ndio. Ndio maana Yesu anazungumza, alimwambia Petro, ninakuombea imani yako isitindike. Yes. Utakapoongoka uimarishe wengine. Amen. Angalia hiyo point, mpaka Mungu mwenyewe anamuombea mwanadamu imani isitindike. Amen. Imani isiumbe. Maana yake swala la imani ni swala sensitive. Ndio. Sijui kuna mtu anaelewa? Amen. Ni swala ambalo liko very delicate. Amen. Mungu mwenyewe anasimama anasema I'm praying for you. Amen. Na kuombea kwa habari ya imani yako. Amen. Maandiko yanasema Kristo yuko anatuombea mbele za Mungu. Amen. Anatuombea tumalize salama. Yes. Something about faith. Swala la imani. It's not easy. Yes. Sio rahisi. Amen. Utakapomwona mtu anaamini mpigie makofi. Sio rahisi. Amen. Sio rahisi. Amen. Imani chanzo chake kusikia. Dio. Paulo anawaambia wa Korinto, ziko sauti nyingi na zote zina maana. Ni kweli. Zote zina maana. Ndio. Zote zina maana. Yes. Swala la imani sio swala rahisi. You have to believe. Kuamini tu kwamba Mungu anaweza haitoshi. Yes. I used to tell people, na kuna watu nawaambiaga, nasema hivi, ukiamini kwamba Mungu atafanya, that's not only faith. Hiyo sio tu imani. Dio. Imani maana yake nini? Imani maana yake ni nini nifanye ili Mungu ajikabidhi kwenye kile ninachokifanya. Amen. Amen. Naona baadhi yao wanaopiga makofi. Nyinyi mnaopiga makofi mtaondoka na ushuhuda wenu. Amen. Amen. Am I talking to somebody? Amen. Sijui kuna mtu ananielewa? Yes. Kwa imani si swala rahisi. Ni nini ufanye ili Mungu ajikabidhi yeye na utajiri wake kwenye hicho unachofanya? Amen. Kwa sababu nisikilize, maandiko yanasema utakusudia neno
nalo litatimia, na mwangazo utaziangazia njia zako. Amen. Na huwa kuna watu nawaambia ya kwamba wewe amua tu kupiga hatua moja, hatua za katikati mwachie Mungu. Amen. Mwachie Mungu. Ndio. Kwa sababu Mungu anatafuta mtu mwenye uthubutu. Amen. Israeli kulikuwepo na watu wasomi. Ndio. Israeli kulikuwepo na maakida, watu ambao wanakaa karibu na wafalme. Yes. Israeli kulikuwa na maaskari wazuri. Ndio. Lakini walioleta baraka ya chakula ndani ya taifa ni wenye ukoma wanne. Amen. Watu dhaifu. Yes. Wenye ukoma wanne. Waliotengwa, wamekaa nje. Nje ya mji. Nje ya mji. Amen. Sababu Israeli ilikuwa inapitia njaa kali. Ndio. Inapitia njaa kali. Yes. Maandiko yanasema wamekula chakula chote kimeisha. Ndio. Sawa? Amen. Chakula chote kimefanyaje? Kimeisha. Hawaelewi wafanye nini. Wakatengenezewa sheria, wakasema kutokana na chakula kimeisha mnatakiwa mle punda. Wakawa wanakula punda. Maandiko yanasema kichwa cha punda kilikuwa kinauzwa kwa vipande 80 vya fedha. Maana yake gharama ilizidi. Wamekula punda, wameisha. Punda wameisha, wakawa wanakula, na maandiko yanasema walikula mpaka mavi ya njiwa. Yes. Njaa imefika, wanakula mpaka mavi ya njiwa. Sio, kuna mtu ananielewa vizuri? Amen. Wamekula mavi ya njiwa, yameisha. Maandiko yanazungumza wakala mpaka wadudu watambaao. Yes. Nao wameisha. Hawaelewi wale nini. Ikafika stage Israeli wakaamua waanze kula watoto wao. Wanatokosa watoto wao ili wale. My God. Kwa sababu hamna chakula. Yes. Watoto watakufa na njaa. Kwa bora tuwale sisi, tutazaa wengine. Amen. Unafikiri ni hatari ya namna gani? Yes. Kuna mtu aliniuliza swali, akaniambia hivi kweli mwanadamu anakula mtoto aliyemzaa tumboni miezi 9, anamtokosa kama supu, alafu anakula? Does it make sense? Nikamwambia hivi, you don't know your heart. Haujui moyo wako mpaka shida ikupate. Hatua utakayoichukua wewe mwenyewe utajishangaa. Yes. Je, ni mimi au sio mimi? Ndio. You don't know your heart. Haujui moyo wako. Yes. Kuna kitu utapitia, maamuzi utakayoyafanya wewe mwenyewe utajishangaa. Ndio maana maandiko yanazungumza, anasema ni Mungu peke yake anajua moyo wa mwanadamu. Amen. Unaweza ukajiona una moyo safi, lakini kwa nini Mungu bado hajakuamini? There is something fishy. Kuna kitu bado hakiko sawa kwenye moyo wako. Kwa sababu nataka nikwambie kitu, kibali cha kiungu, hata kama ufanye nini, kama wewe sio msafi, hautapata kibali cha kiungu. Kwa sababu kibali cha kiungu kinaangalia moyo wa mtu. Heart, your heart, moyo wako ndio kibali cha kiungu. Amen. Your motive, nia yako ya ndani ndio kibali cha kiungu. Amen. Your heart. Sio, kuna mtu ananielewa? Amen. Hata kama wewe unamfanyia Mungu ibada, you will not raise, hautainuka kwenye ule wito ambao Mungu ameukusudia. Hautafika kwenye ile rank ambayo Mungu anataka. Yes. Kwa nini? Your heart, moyo wako. You don't know your heart. Yes. Haujui moyo wako. Amen. Na wakati mwingine environment, mazingira ndio huwa yanaprovoke our heart. Mazingira ndio huwa yanasababisha mioyo yetu. Tunajua mioyo yetu iko hivi. Yes. Shida tunazopitia ndio zinasababisha. I'm telling you, na kuna watu ambao tuko nao, hao ndio pia wanatuprovoke tujue mioyo yetu ikoje. You don't, nisikiza kwa makini. Kuna watu wako vizuri kukuprovoke wewe. Kuna watu wako well trained, wamefundishwa vizuri namna ya kukushtua, wamefundishwa vizuri. Sio kama naelewa? Amen. Pigeni makofi baba. Amen. Kwa hiyo kuna watu wamefundishwa vizuri namna ya kukufanya wewe uelewe moyo wako. Amen. To know your heart. Yes. Your heart. Sema moyo. Moyo. Sema moyo. Moyo. Kwa hiyo wale watu walikula mpaka watoto wao. Kwa nini? It is because kwa sababu tu ya shida wanazopitia. Ndio. Alafu mtumishi wa Mungu akasimama. Unajua watu wengi huwa wanasema taarifa za wenye ukoma wanne, lakini wanasahau taarifa ya kwanza pale juu. Taarifa ya kwanza ni nini? Wengi tunasoma taarifa ya wenye ukoma. Wenye ukoma walienda. Hatua zao zilikuwa vishindo. Lakini hatuelewi story ya kwanza pale juu. Nini kilisababisha wenye ukoma wafanikiwe? Wengi hatujui ni nini. Unajua ni nini? Kulikuwa kuna mtumishi wa Mungu alisimama, akasema hivi, Israeli ina njaa, lakini kesho inapofika asubuhi, unga ulio mzuri utauzwa kwa nusu shekeli. Yes. Kuna neno lilitamkwa. Amen.
Kuna watu hapa, kuna shida mnapitia, lakini anapatikana mtumishi wa Mungu mwenye kubonyeza switch hivi, pa, taa iwake. Amen. Si kuna mtu ananielewa? Amen. Only taa tu iwake basi. Yes. Am I talking to somebody? Amen. Si kama naongea na mtu. Amen. Taa tu. Kwa hiyo mtumishi alisimama akasema, kesho majira kama haya unga utauzwa kwa nusu shekeli. Amen. Am I talking to somebody? Amen. Hello? Amen. Hello? Amen. Kwa hiyo habari wote tumezisikia, lakini mmoja anapokea, mwingine inampa faida, mwingine haimpi faida. Ni habari njema. Wote tunatamani kusikia habari njema. Yes. Wote tunatamani kusikia habari njema. Amen. Hem, tusimame. Amen. Simame. Nyosha mikono yako miwili. Tuimbe hizi verse mbili tu. Sioni haya kwa Bwana, kwake